Leo filamu inatusafirisha mpaka jijini Bangkok, ambapo tunaiona ndege ya abiria ikitua. Kisha wakateremka wanandoa wawili wakiwa wameambatana na mtoto wao. Huyu mwamba anaitwa Jackie, mkewe anaitwa Bragi na mtoto wao wa pekee anaitwa Lu. Wamekuja Bangkok kufanya vacation, hivyo wamefikia kwenye hoteli ya kifahari sana. Then wakaanza kutalii ili kuyaona mandhari, ila kama ilivyo kawaida kwa wenzetu wazungu, si wakaanza kupeana mabusu hadharani bwana, bila kujali kwamba jiji la Bangkok lina watu nyomi. Mara wanacheki mtoto wao kapotea, wakaanza kuhaha huku wakimtafuta, wakapiga misele kila kona ya jiji bila mafanikio. Ila dakika za jioni kabisa wakaja kumwona Lu akiwa amechili zake na buda fulani hivyo wa Kichina. Mr. Jack akamshika Lu mkono na kuanza kumkokota, ila huyu buda wa Kichina anayefahamika kwa jina la Chan akamuomba Jack awe mpole kidogo, maana Chan anafahamu kila kitu kumhusu Jack. Kwanza Chan alimweleza Jack kwamba yeye kuja kufanya vacation Bangkok ni jambo ambalo limepangwa na miungu, na Jack ndiye mtu pekee aliyeteuliwa ili kuondosha laana ya roho za kale zinazoisumbua dunia. Jack alitabasamu sana, kisha akainuka juu huku akiamini fika kwamba huyu buda wa Kichina akili zake hazipo sawa hata kidogo, kwani mambo hayo ya roho za mizimu yalikuwa hayana nafasi kwa Jack hata chembe. Buda aliguna kisha akasema mambo mengine mabaya na makubwa yanakwenda kutokea hivi karibuni, ila bwana Jack hakujali, akamchukua mwanaye kisha wakasebenza. Wakarudi zao kwenye hoteli waliofikia bwana, wakawa wanakula bata hadi kuku wakawa wanaona wivu, ila mara ghafla akaingia mtu mwenye sura ya kutisha humo ndani ya hoteli, huku akimtizama sana mtoto wa Jack na kumpungia mkono, lakini ili kufumba na kufumbua, huyu kijeba wa ajabu akachoma bunduki na kuikoki na kuanza kuwashuti raia bila sababu. Vacation ikaanza kunuka damu, ila kumbe Jack ni askari polisi bana, na anazijua fika mbinu zote za kuparangana, hivyo ikabidi aitumie taaluma yake ya kiaskari bwana ili ayaokoe maisha ya watu wasio na hatia. Jack akajibanza kwenye engo nzuri sana, kisha akamlenga yule mhalifu risasi za kutosha. Mhalifu akaanguka chini huku akicheka sana. Ghafla mhalifu akabadilika rangi, alafu akawaka moto mwili mzima na kulipua kila kitu. Ila baada ya tukio hilo, watu wengine wengi waliokufa zamani wakaanza kurudi katika hali ya kishetani na kuanza kuua watu hovyo hovyo sana. Design kama Jack alipomlenga risasi ule mchizi, ndo alizichokoza roho zote za kishetani huko kuzimu, maana kizaazaa kiliwaka vibaya mno kiasi cha Jack kupotezana na familia yake bwana, huku kila mmoja akitafuta namna ya kuiokoa nafsi yake, maana ya rabi nafsi bwana. Mke wa Jack na mwanae walifanikiwa kutoka nje ya jengo, kisha wakaingia kwenye basi moja la abiria, ila dereva wa basi hakuwa na funguo wa gari bwana. Ikabidi mke wa Jack atoke ili aende akazifuate tena funguo, huku watu waliokufa kale wakiutishia uhai wake vibaya mno, design kama anapambana na mavampire fulani hivi. Hatimaye mke wa Jack alifanikiwa kuupata ufunguo, basi likawashwa ili waondoke, ila kwa bahati mbaya barabara ya kutoka nje ya mji ikawa imedhibitiwa na hawa mashetani. Ikabidi tena warudi tu town wakaendelee kupambana na roho za hawa mashetani, huku upande mwingine Jack naye alifanikiwa kukutana tena na yule buda, ila awamu hii Jack akawa mpole sana, maana yale yote aliyoelezwa toka mwanzo yameshatimia sasa. Buda akamwambia Jack kwamba Jack ndiye mtu pekee mwenye uwezo wa kulifunga geti la kuzimu, hivyo Jack ni mtu muhimu sana katika kuyamaliza haya majanga hapa duniani. Ilibidi sasa wakubali kuongozana kwa pamoja ili tu Jack akapatiwe hazina ya kale itakayomaliza hili tatizo. Bana, hii movie sio kipolepole babu. Hii ni movie mpya ya mwaka 2025. Hii ndio habari ya mjini kwa sasa, wajanja wote wanajua. Nenda kaitafute, mzigo unaitwa Home Sweet Home. Ila kama hautojali, hebu nicheki WhatsApp kwa namba yangu hii hapa chini kwenye screen ili nikusogezee full movie bure kabisa.